Kwa majina naitwa Zakia Ramadhani. Last mimi naitwa Godwin Gozbert Shengoma. Mchezo wa dabi ya Kariakoo na utazama ni mchezo mgumu sana, ukizingatia ni mchezo ambao unakwenda kufanya maamuzi makubwa sana, hususan maamuzi ya kumtafuta bingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara msimu huu wa 2024-2025. Ukitazama mpaka sasa hivi ligi mpaka inaelekea ukingoni kabisa, inamalizika, wakiwa timu nyingine zimecheza michezo 30, unashuhudia bingwa baada hajapatikana. Sio kawaida, mara nyingi unakuta bingwa tayari kashapatikana mapema sana, labda raundi ya 26, raundi ya 27 tayari bingwa ishapatikana, lakini mpaka raundi ya 29 mpaka 30 pia unaona bingwa baada hajapatikana. Kwa tazama ni namna gani ligi ya msimu huu imekuwa ngumu kwa kiasi kikubwa sana. Kwa mimi nautazama ni mchezo mkubwa ambao timu zote mbili zinaoingia kwa makini, kwa sababu hii ni hatima ya timu zote mbili. Aidha kwa Yanga hatima yao kuchukua bingwa msimu huu, na hatima ya Simba Sports Club kuchukua bingwa msimu huu wa ligi kuu soka Tanzania bara. Simba ana nafasi ya kuchukua ubingwa na Yanga pia ana nafasi ya kuchukua ubingwa, japokuwa wote wawili wanazidiana. Mmoja yeye anahitaji alama 3 kabisa, yani ushindi katika mchezo, anahitaji sare, yeye anahitaji ushindi wa alama 3, kwa maana ya Simba yeye anahitaji alama 3 ili aweze kushinda mbele ya Yanga, lakini Yanga yeye anahitaji sare, anahitaji alama 3. Yeye ndicho anachokihitaji zaidi ili aweze kutawazwa kuwa bingwa msimu wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kwangu mimi nikizungumzia mchezo wa dabi, namna ambavyo utakuwa mchezo mgumu sana kulingana na mazingira ya timu zote mbili jinsi ilivyo, lakini pia kulingana na makocha wa timu zote mbili jinsi walivyo. Hapa nazungumzia Mirudi pamoja na Fadru, kwa sababu wote wanahitaji kitu ambacho ni kimoja. Ukiangalia Fadru ameanza na timu ya Simba katika nyakati ngumu sana, amepambana kwa kiasi kikubwa, na najua anahitaji kumaliza na kitu mkononi mwake, lakini pia Mirudi ambaye mpaka sasa tetesi zinasema huenda akaondoka mwishoni mwa msimu, kwa hiyo anatamani anapoondoka aondoke na mafanikio katika klabu ya Yanga. Kwa hiyo mchezo leo utakuwa mgumu kulingana na mazingira yalivyo kwenye mchezo huu, na kitu pekee ambacho leo kinaweza kikaamua ni namna ambavyo mbinu za makocha wa timu zote mbili wapo. Watu wengi wanampa Yanga ushindi, anaweza akashinda mchezo wa leo, lakini Yanga hao ambao wanapewa ushindi na wao wana madhaifu yao, lakini pia Simba na wana madhaifu yao. Kwa kocha ambaye ataingia na mbinu bora leo ndio ambaye atachukua ushindi kwa mchezo wa leo, kwa sababu ukiangalia Yanga threat yao kubwa imekuwa kwenye namna ambavyo wanaanzisha mashambulizi, namna ambavyo wamekuwa kibuild yale mashambulizi yao kuanzia katikati ya uwanja kwenda mpaka mbele, na wanapokuwa wanafika kwenye lango la timu pinzani ama kwenye 18 ya timu pinzani wamekuwa na threat kubwa sana. Lakini pia Simba na wao silaha yao kubwa ni mbinu ambazo kocha wao amekuwa nazo, amekuwa akibadilika kulingana na mchezo ambao anaenda kukutana nayo, amekuwa akibadilisha wachezaji kulingana na namna ambavyo wamekuwa akikutana na timu, kulingana na uwezo wa timu ambayo wamekuwa akikutana nayo. Ugumu inawezekana pia kwa sababu waamuzi hawaijui, yani hawaifahamu ligi ya Tanzania, lakini pia inawezekana wanaifuatilia dabi, wanajua kuwa Tanzania kuna dabi, na dabi kubwa ambayo yenye msisimko mkubwa kwa maana ya mashabiki kujitokeza kwa wingi, hamasa ya kutosha, watakuwa wanajua na watakuwa wanaijua ile pressure ya dabi ikoje. Kwa hiyo mimi niseme ugumu pia utakuwepo, kwa sababu waamuzi wenyewe watachezesha kwa kufuata sheria 17 za mpira wa miguu. Tofauti unakuta waamuzi wa Tanzania anakuwa anawaza itakuwaje sasa, huyu labda akipata faulu nikamnyima, akipata penalty nikamnyima, itakuwa ni pressure juu ya pressure. Mimi nisema waamuzi wa kutokea Misri hawana pressure, kwa sababu wanajua kwamba wao ni kazi yao, wametoka Misri, wamekuja kwa ndege kuja Tanzania kuchezesha mpira, kuchezesha huu mchezo, baada ya hapo wataondoka. Kwa hiyo mimi niseme ni kama hawana pressure, lakini sioni ugumu kwa waamuzi kufanya maamuzi katika mchezo leo. Kwa mchezo wa leo ni mgumu kwenye maeneo hayo, lakini kwa asilimia kubwa sana mimi naweza nikasema ninampa Yanga ushindi kwa sababu ya vitu ambavyo naweza nikasema. Kitu cha kwanza, mapungufu yaliyoko kwenye backline ya Simba. Mapungufu hayo ukitazama backline ya Simba inaongozwa na wachezaji watatu ambao ni Chamu, Kalabu, Hamza pamoja na Chemaron, lakini mabeki yao wamekuwa wana makosa mengi sana, ikiwemo kasi,
wanapokuwa kwenye kufanya maamuzi. Ukimwangalia Chemaroni baada ya kutoka kwenye majeraha amekuwa si Chemaroni yule ambaye alianza msimu, amekuwa na makosa mengi sana. Lakini pia Chamuka Labu amekuwa ana makosa mengi sana ya kushika pale ambapo anakuwa amezidiwa. Kwa hiyo anakutana na timu ambayo kwanza ina wachezaji wenye kasi, unamzungumzia Pacome, lakini pia ina wachezaji ambao wanatumia akili sana, wana uwezo mkubwa. Kwa mfano Clement Mzize akianza namba 9 kama ndo kiongozi, manake itakuwa inalazimisha mabeki wa Simba kukimbia kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo inahitaji beki ambaye kwanza atachoka, lakini pia inahitaji kasi kwa mabeki wa Simba. Kwa hiyo kama kocha Fadlu leo atataka kushinda mchezo wa leo, kitu cha kwanza anatakiwa kufanya ni kutengeneza mawinga wake kuwa na threat kubwa sana kwenye kikosi cha Yanga, hasa kwa mabeki wa Yanga. Namzungumzia Israel Mwenda pamoja na Boka, wasiweze kupanda kuelekea mbele na kumlazimisha Max Zengeli kurudi nyuma kwenda kuwasaidia wale mabeki, kitu ambacho kitapunguza viungo katikati pale na kusababisha Pacome pamoja na Lydia Ucho kuanza kupata kazi kubwa ya kuzuia kuliko kuanzisha mashambulizi. Lakini kama hakutakuwa na threat kwenye upande wa pembeni mwa uwanja wa Simba, kuna uwezekano mkubwa sana Simba leo akashindwa kupata ushindi, kwa sababu watakuwa wanaremewa mafuriko ambao watakuwa wanapelekwa kwenye timu yao. Yenye pressure mimi niseme ni Simba, kwa sababu Yanga wao option zao tayari zishajulikana, wapate sare na kushinda huu mchezo. Wao option zao ndivyo hivyo, lakini wasifungwe ndicho anachokizingatia zaidi. Simba wao pressure iliyopo wanahitaji alama 3. Yaani fanye iwavyo wapate alama 3. Wakipata sare ndio imeishia hapo, wao sio mabingwa. Kwa hiyo kama tunavyojua wanazidiana alama 79-78. Kwa hiyo pressure ipo kwa Simba zaidi, kwa sababu anahitaji kuhakikisha anachukua ubingwa ukilinganisha na misimu mitatu mfululizo ambayo imepita wao bila kuchukua ubingwa. Kwa hiyo anahitaji kuhakikisha msimu huu anabeba kikombe, japokuwa ameshakosa makombe CRB, wamekosa shirikisho Afrika, wamekosa. Kwa hiyo anahitaji hata kuangalia kwa namna hii ikiwezekana waweze kuchukua ubingwa ligi. Kuna wanauona huko mbele yao, wakiuona wanaona namna gani ili waweze kupata alama 3. Mbinu ambazo zitaenda kuwazuia mabackline wa Yanga kutokupanda, italazimisha Mirudi kumfanya Max Zengeli kurudi nyuma kwenda kuongeza nguvu kwenye eneo la beki, kitu ambacho kitapunguza kasi ile ya Yanga. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho kitaamua mchezo wa leo, Yesu Yanga ni bora, Yesu Yanga wako kwenye kiwango kizuri, lakini moja ya kitu ambacho kitaamua mchezo wa leo ni mbinu za kocha wa timu zote mbili. Mirudi ataingiaje na Fadlu ataingiaje, kwa sababu mchezo wa kwanza ambao wamekutana Simba na Yanga, ambapo Yanga alishinda pamoja kwa 0, watu wengi walikuwa wanampa Yanga ushindi wa mabao mengi, lakini Fadlu aliingia na mpango mkakati ambao alikuwa nao. Amekuwa akibadilika kulingana na dakika ambazo amekuwa akicheza. Unakuta dakika 15 za kwanza amekuwa akicheza hivi, dakika 20 zinazofuata amekuwa akicheza namna hii. Kwa hiyo mchezo huu utaamuliwa kulingana na mbinu ambazo kocha ataingia nazo, ingawa kwenye pressure kubwa sana ni Fadlu Davids, na amekuwa na pressure sana kwenye mechi. Lakini ukitazama mechi ambazo amekutana nazo kwenye shirikisho ni mechi kubwa na amekuwa akifanya maamuzi mazuri sana. Kwa hiyo huenda ukawa mchezo bora sana katika mchezo ambao tumewahi kushuhudia. La kumalizia ni kwamba mpira binafsi mimi naamini mchezo upo unachezwa. Haya yote ambayo yanaendelea ni mind game niseme kwa Simba Sports Club. Mimi niseme hata timu isipokuja kwenye press bado timu haitakuja uwanjani. Sasa hapo tusubiri wao watakuja uwanjani ama vipi, wamegomea mchezo kabisa. Lakini imani yangu kwamba mchezo unachezwa leo, kwa mashabiki wasio na wasiwasi. Saa 11 pale tukutane Benjamin Mkapa. Inaweza ikawa mchezo ambao utakuwa na mvuto mkubwa sana, mchezo ambao utachezwa kwa kiwango kikubwa sana. Leo tutashuhudia wachezaji wakicheza kwenye viwango kilicho bora, kwa sababu mchezaji yoyote yule ambaye anacheza kwenye ligi huwa anataka mafanikio, na mafanikio ni pale anapobeba kombe, ni kitu ambacho unaweza kujivunia. Kwa hiyo wachezaji wote wa Simba, Yanga wenda leo watakuwa wamejiwekea malengo kwamba lazima tumalize msimu na kitu, kwa sababu wameanza msimu na sasa wanaenda kuhitimisha msimu, lazima wote wawe na lengo moja la kumaliza msimu wakiwa na kombe. Lakini pia watu wenye uchu sana leo wenda wakawa Simba, kwa sababu katika makombe yote ambayo wameshiriki wamebakiza kombe hili tu. Kwa hiyo mchezo wa leo unaenda ukawa mgumu sana kwao, lakini mimi nadhani kocha wa timu zote mbili ndio atakayeamua mchezo wa leo.
Funika Africa Investment, wauzaji wa mabati ya plain na chenga wanakuletea bidhaa ya mabati ya migongo mipana, migongo midogo, bati ya kigae, bati ya Roman tile, kofia na misumari. Pia Funika Africa Investment tunatengeneza bati ya vipimo maalum. Bati zetu zina warranty ya miaka 10 bila ya kupauka, kutoboka na kupata kutu. Usafirishaji ni bure popote Tanzania. Ofa ya misumari ni kilo 10 bure. Wasiliana nasi Funika Africa Investment kwa mawasiliano 0712659511 au 0756532410. Tunapatikana Dar es Salaam Airport Road. Instagram Funika Africa Mabati, Facebook Funika Africa Mabati au kwa barua pepe funikaafrica@gmail.com. Ukichagua Funika Africa umechagua maisha. Funika Africa, ukijenga tunafunika.